Moja katika suala ambalo linashughulisha fikra na akili ya wengi katika mujtama wetu, bighadhi an-nazar an kaunihim muslimin au ghair muslimin, mbali na kwamba je, wenye dukuduku kuhusu jambo hili ni Waislamu ama ni wasiokuwa Waislamu? Yaweza kuwa ni wote. Tayeb, ikaangukia kuchaguliwa maudhu kama haya ya kueleza mfumo wa benki ya Kiislamu, au tuseme kwa lugha ya Kiarabu nidham al-masraf al-islami, nidhamu ya benki ya Kiislamu, kwa sababu masraf ndio mustalah inayotumika kuhusu banki. Sasa ili tuingie katika maelezo ya benki ya Kiislamu, napenda sana waliokaa mbele yangu na wanaotufuatilia katika mitandao mbalimbali na channel mbalimbali tuwe pamoja katika bayan kama hii au muhadhara kama huu, ili tuweze kuelimika pamoja. Nina hakika kwamba kila mmoja benki inamhusu, iwe ya Kiislamu au si ya Kiislamu, lakini kitu bank takriban imewakusanya watu wote, hata wengine umri wenyewe wa kufahamu pesa ni nini, lakini tayari wana account kwenye benki, kwa sababu nidhamu ya bank ni nidhamu ya munafasa, ya mashindano katika nidhamu ya bank. Sasa huwa si wafanyabiashara peke yao, si wanaosave pesa zao peke yao, bali si wanafunzi, si wafanyabiashara, si wenye biashara ndogo ndogo, si mama mboga, si mtu wa bodaboda, kwa mustalah iliyozoeleka. Kila mmoja ana account, kwa sababu tabia au hali ya maisha imetupeleka, imekuwa ni kama shibhu mustahil, yakaribia kuwa haiwezekani mtu kuishi kuhifadhi pesa zake bila benki. Kwa hiyo ili tuweze kufanya tafsiri ya masala, ni kwamba tunaposema mfumo wa benki ya Kiislamu, kwani kuna benki ya Kiislamu mpaka tueleze mfumo wake? Lazima kwanza tulikubali hili kwamba kunao benki ya Kiislamu ndio tueleze mfumo wake. Kunao banki ya Kiislamu. Tayeb, benki ya Kiislamu ilianza vipi? Kabla hatujasema benki ya Kiislamu ilianza vipi, tunafaa kujiuliza fikra ya benki yenyewe ilianza vipi, mpaka kwamba imetoka kwenye benki ya kawaida ikaenda kwenye benki ya Kiislamu. Ina maana kuna nyingine isiyokuwa ya Kiislamu. Sasa fikra ya benki yenyewe imeanza vipi na imeanzia wapi, ili tuweze kwenda pamoja tutoe taswira kamili ya masala haya yanayohusu banki. Tunaposoma taarifa, wanatarifi wanatuambia katika alam ya economy na alam ya biashara, wanatuambia kwamba fikra ya benki ilianza mwanzo wa karne ya 16 wa
miladia. Hii 2025 tunaita karni ya 21. Sasa karni ya 16 au wengine wakasema mwisho wa karne ya 15 ndio ilianza fikra ya bank kakuli, yani si banki ya Kiislamu, fikra ya benki yenyewe. Katika ulimwengu ambao si wa Kiislamu, sehemu za Italy na sehemu za Holland ndio watu wa mwanzo kuleta nidhamu maalum ya bank. Hata neno bank asili yake ni neno la Kiitaliani, wenyewe wakiita banco. Hiyo banco ndio ikabadilishwa ikawa bank kwa lugha ya Kiingereza, wakaita bank, kumaanisha kwamba mara nyingine unapotafuta asili ya kitu kuna njia nyingi za kupitia majina ya vitu. Hata watu pia, unapotaka kufahamu asili ya watu walioishi sehemu fulani, walikuwa kabila gani ama watu gani, unaangalia lugha ya kwanza ya sehemu hiyo ilikuwa gani. Na hilo ikiwa hukulijua, basi unatafuta majina ya mahali katika sehemu hiyo. Hapa panaitwaje, mtaa huu unaitwaje, kisiwa hiki kinaitwaje. Utakuja kupata majina ya waliotangulia kukaa pale kupitia matumizi ya majina ya vitu au majina ya mahali au majina ya watu. Kwa hiyo katika kufuatiliwa kihistoria ni kwamba neno bank limetokana na banco, kalima Italia, mwanzo wa karne ya 16 au mwisho wa karne ya 15 ya miladia. Hii ni fikra ya nidhamu ya banki ilipokuja. Lakini je, kulikuwa na sura ya kibenki kabla ya hapo? Au tukizungumzia sasa janib ya Kiislamu, na kwa sababu chimbuko ya risala ya Uislamu kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni Makka, katika mazingira ya Kiarabu au mazingira ya Makka, je, kulikuwa na fikra ya bank? Naam, kulikuwa na fikra ya bank. Na hili litatusaidia kuweza kuhukumu benki ni kitu ambacho chafaa kuweko ama hakifai kuweko. Zamani watu walikuwa wakiamiliana kwa fedha na dhahabu zikiwa khalis, bila kutengenezwa namna fulani. Dhahabu za kawaida na fedha watu walikuwa wakiamiliana nayo katika muamala wao wa kibiashara, wa kuuziana au kukopeshana au kuajiri. Walikuwa wakifanya namna gani? Wale wenye nguvu na wenye satwa walikuwa wakijiwekea pesa zao wenyewe katika sanadiq kabira, ile benki kwa Kiswahili wakiita benki, sehemu ya kuhifadhi pesa, zile safe walikuwa wakitumia. Wenye uwezo wa kutengeneza masanduku kama hayo, na walikuwa ni watu wenye uwezo wa kifedha, walikuwa wakijihifadhia pesa zao kwenye masanduku kama hayo makubwa, na wenyewe walikuwa wakijilinda na wakilinda mali yao, kwa sababu ni familia kubwa, kwa sababu wana nufudh, yani wana nguvu ya kibiashara. Wao ndio wana control biashara na soko. Kama inavyofahamika katika kila mujtama, kuna watu wako katika mstari wa kwanza katika kupeleka soko na kupeleka economy. Tayeb, sasa ikiwa wale wenye uwezo wanajitengenezea masanduku ya kuhifadhi pesa, dhahabu na zinginezo, wale ambao wana pesa kiasi lakini hawana masanduku kama hayo, walikuwa wahifadhi pesa zao wapi? Hasa ukiwa kijamii, wewe uko katika tabaka ya katikati ama tabaka ya chini, pesa zako unaweza ukapokonywa na wenye nguvu.
unaweza ukaporwa, unaweza ukavamiwa, kwa sababu ilikuwa hakuna benki kama nyumba, ilikuwa ni masanduku watu walikuwa wakijiwekea kwao. Wenye nguvu wanaogopewa, lakini wale ambao ni wanyonge wanaweza kuwa na pesa, lakini kifamilia wao ni wachache, wanaweza vamiwa, wanaweza wakapokonywa. Na ndio maana kukawa kuna tabia ya kutau turuq, wale wakata njia, kwa sababu ya kupora mali ya watu wakati wa biashara, kwa sababu pesa zilikuwa zikisafirishwa kwa masanduku juu ya ngamia na vipando vingine. Wale wenye nguvu ambao watoto wao ni wengi na familia yao ni kubwa, walikuwa wakihifadhi mali yao kwa mapanga yao na silaha zao. Wale wengine watafanyaje? Ikawa sasa wale ambao wana dakhli ya chini, wale ambao si katika familia kubwa ya kitajiri, walikuwa wakipeleka pesa zao, dhahabu na fedha, kuhifadhiwa na wale ambao wana masanduku ya kuhifadhia dhahabu na fedha. Kisha unapewa kartasi sak, unapewa vocha ama unapewa kinachoonyesha kwamba fulani kwa wasifa wake wote ameleta mablag fulani ya dhahabu tarehe fulani siku fulani, amemkabidhi fulani, amewekewa na mwingine. Ikawa kuna register ile ya kuonyesha kila walioweka pesa zao kwa watu, na wanapewa kopi ya ile maandishi, ikiwa inatumika kupigwa muhuri kwa sampuli waliozoea wao wakati wao. Kupitia hizo sukuk, hayo makartasi au maandishi na ukud zile, ndio zilikuwa watu wakiishi nazo. Yani kuliko mimi nibebe pesa nende nikanunue kitu kwa mwenzangu, nitapeleka ile mkataba kwamba mimi nina pesa zangu kwa fulani, ili niaminiwe, nipewe ninachotaka cha matumizi. Kama vile hivi sasa wewe unapewa ile kadi Mastercard, sijui zile za credit na za zile ambazo unachukua, unaingia mahali popote, wewe unanunua vitu kwa kuonyesha kadi. Ile kadi ikiwekwa kwa system yaonyesha kwamba huyu ni fulani anamiliki kiasi fulani, yani anayo uwezo wa kununua vitu hivi na kupewa. Kwa hiyo fikra hii ya kwamba mtu alikuwa akipeleka kartasi ama kama ni ngozi ama chochote cha kuandikiwa kwamba yeye ana pesa zake dhahabu kwa fulani, ana fedha kwa fulani, kiwango fulani, kitu fulani, ilikuwa yeye halazimiki kwenda na hizo dhahabu wala fedha. Alikuwa anatosheka kutembea na zile sak akihitajia kununua vitu, anaonyesha tu. Hii fikra ilikuwa hata kwa Waarabu kabla ya Uislamu. Watu wakawa wanaweka pesa zao kwa watu, mpaka wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hata unaona kwamba katika hijra, bilmunasaba tuko katika mwezi wa hijra, hata Mtume alikuwa akiwekewa, yani watu wakiweka pesa kwake amana, kwa sababu alikuwa anajulikana ni as-sadiqul amin. Alikuwa akiwahifadhia watu pesa zao kwa sababu ya uaminifu na ukweli. Kwa hiyo ilikuwa ni kama muasasa wa kuaminiwa mtu kuweka amana yake kwake, si silaha, si yale ya kujikinga nayo, si pesa, si dhahabu, mengine mengi. Baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hata Az-Zubair bin al-Awwam aliwahi pia kuwa na mfumo huo kwa sababu ya uaminifu aliokuwa nao. Watu wakawa wanaweka pesa kwake, kila mmoja anaandikiwa mpaka alipofariki, ikawa ile amana ikaenda kwa watoto wake, mamilioni ya pesa kwa hisabu ya dhahabu. Kwa hiyo mfumo kama huu wa watu kuweka pesa zao kwa watu ulikuweko mfumo huu. Ilipokuja fikra ya karne ya 15 au 16 ya milad ya kuletwa banko kutoka sehemu za Italy na Holland, ikaja fikra, wenyewe walikuwa wanaita maana ya banko ile
ni ile meza ndefu ambayo watu wanapangwa, wale kama keshia wanakaa wakitoa pesa kwa shababiki, kwa windows. Kwa hizi nidhamu zilizo hivi sasa kwenye benki, utaona kuna makeshia wangapi wamekaa pale kwenye meza ndefu kwa ndani. Wewe unaingia kwa huko, unapokea amana yako ama unaacha amana yako pale. Ile benki walikuwa wanamaanisha ni nisba kwa ile meza ndefu walikuwa wakiweka kwenye sehemu ya jengo, watu wakija kila mmoja akisabiwa na keshia fulani. Tafsiri ya hili neno la bank ikatafsiriwa kwa neno la Kiarabu ikawa ni masraf, mahali pa kutoa sarf, yani ima kupewa ama kupokea, yani kumpatia mtu au kuchukua kwa mtu, ikaitwa masraf kwa sababu sarf maana yake ni kupewa. Kwa hiyo masraf ni mahali pa kupewa pesa, ima unaenda kuacha zako ama unachukua za pale, ikaitwa masraf. Ilipoendelea fikra hii ya bank kwa sehemu za Gharb, thakafa za watu zikafunguka, yani maendeleo, watu wakaendelea katika field mbalimbali na nyanja mbalimbali. Wa sharqi wakaenda Gharb na wa Gharb wakaja sharq, nikimaanisha wa ulimwengu wa huku wakaenda kule sehemu za magharibi na wa magharibi wakatembea huku. Ulimwengu ukafunguka kwa kurahisishwa usafiri na tanakulat. Watu wakaanza kuigana katika thakafa, katika maendeleo na uvumbuzi. Wa huku wakachukua za kule na za kule wakachukua za huku. Tabadul na thakafa naita, kubadilishana maendeleo. Ikawa sehemu za kule magharibi fikra ya benki zikaendelea, wakaita albanku taqlidi, benki za kawaida ambazo hazitegemei dini fulani, yategemea makubaliano ya watu wao kwa wao. Ikajaribu kuletwa fikra ya namna hiyo katika ulimwengu wa Kiislamu, lakini ikaonekana haina rawaj, yani haina wateja, kwa sababu ilikuwa haiendani na nidhamu ya Kiislamu. Yaonekana ni riba dhahir, riba wazi, na riba katika Uislamu ni muharram. Tumesomewa aya ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin min Allahi wa rasulihi, mpaka mwisho aya. Fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tudhlamun. Masala ya riba ikawa iko wazi kwa Waislamu ni haram, haina ghubar. La'ana Allahu akila riba wa mukilahu, mwenye kula riba na mwenye kulisha riba. Ikaja katika riwaya ya Imam Tirmidhi, wa katibaihi wa shahidahu au kama qala, na walioshuhudia muamala wa riba na walioandika mkataba wa riba wote wamelaaniwa. Na Mwenyezi Mungu ametangaza vita, fa'dhanu biharbin min Allahi wa rasulihi, jitayarisheni na kutangaziwa vita na Mola na mtume wake ikiwa hamtokoma kula riba. Hili likawa liko wazi kwa Waislamu, wakawa hawajaikubali fikra ya miamala ya kibenki ya kutoka magharibi. Tayib, ikaonekana imefifia, ni shay'un gharib katika mujtama wa Kiislamu, watu wakawa hawana hamu nayo. Tayib, walifanyaje? Wakajitokeza ulama waliosoma iqtisad na biashara, kina Dr. Abdul Aziz An-Najjar na wengineo. Akaingia moja katika hawa wanazuoni, wakaingia katika kuasisi benki kwa mfumo ambao si wa Kiislamu, lakini kwa mfumo ambao kidogo unakimbia riba. Mwaka wa 1963 miladi,
Kukaasisiwa benki ya kwanza inaitwa Bankul Iddikhar. Bankul Iddikhar, benki ya kuweka akiba. Labda kwa lugha sasa utaita Akiba Bank. Ishawahi kusikika jina kama hilo, Akiba Bank. Hii ni fikra ilikuwa tangu mwanzo ilipoanzishwa fikra ya benki katika ulimwengu wa Kiislamu. Na ikawa ni Misri. Wakaanzisha kitu kinachoitwa Bankul Iddikhar. Benki ya kuhifadhi amana za watu. Ikaendelea kidogo. Baada ya hapo serikali ikachanganya benki hii, yani wakafanya upgrading, wakainua zaidi, wakachanganya na benki inayoitwa Bankul Ahli al-Misri. Bankul Ahli al-Misri 1967. Ilikuwa 1967 wakafungua al-Bankul Ahli al-Misri. Uelewe kwamba bado haijawa ni Islamic banking, haijawa ni al-Masraf al-Islami wala al-Bankul Islami. Ilikuwa ni benki tu ya kishaab ya watu tu. Lakini ulama nao wakawa wanajaribu kulidurusu hili swala kwa sababu ni kitu kipya kimezuka. Kama hivi sasa mambo yakizuka, ulama wa sharia na fuqaha na mutakhasisin wanajaribu kulijadili ili kulitafutia suluhisho. Ukajadiliwa mjadala ukawa mrefu sana. Je, ina riba au haina riba? Na hili latokana na muamala unaofanyika wenyewe ndani ya banki. Kwa sababu katika sheria ya Kiislamu hukumu inatolewa baada ya kudurusu muamala. Muamala huu unafanyika vipi ili niweze kutambua sura yake ni ipi katika sheria, yaingie chini ya mlango upi katika fiqh, niweze kuipa hukumu kulingana na masala yaliyofanana nayo nyuma. Kama itaingia chini ya qard, nitaipatia ni qard. Kama itaingia chini ya qirat, nitaipa maana qirat. Na hapa kuna mustalahat lazima tuelewe. Ndani ya kitabu cha fiqh chochote mara nyingi wanakuandikia babul qardi na babul qirat. Utashangaa mara nyingine ukiwa ni katika mubtadiina, mbona mlango huu umerudiwa mara mbili kwa maana ya qard na qirat? Walioanza kutumia babul qirat kwa maana ya mudaraba ni fuqaha Hanafiya. Wanaandika katika fiqh yao babul qirat, kisha wanaweka stroke au wanaweka qausain al-mudaraba. Tayeb, sasa ilipochanganywa Bankul Iddikhar na Bankul Ahli al-Misri mwaka wa 1967, bado ikawa mjadala unaendelea katika ulimwengu wa Kiislamu, fuqaha wakijadili masail baina kaunihi riba au la riba. Ikaanza hii kuwa ni kama kuonyesha mfumo wa benki ya Kiislamu. Ndio ulama wakaita awal banki islami ilikuwa ni Bankul Ahli al-Misri. Kutoka kwenye Bankul Iddikhar ika-upgradiwa ikawa ni Bankul Ahli al-Misri. Ikawa imeanza kutabitisha mfumo wa Kiislamu kwa kufanya vipi? Kwa kukopesha bila riba. Yani wakaanza na al-qardul hasan. Al-qardul hasan maana yake ni mkopo ambao unachukua uende fanya haja yako kisha uniregeshe vile ulivyochukua. Nakupa shilingi laki kafanyia biashara kwa muda tulokubaliana, niregeshe laki yangu basi. Mimi nitafaidika nini? Nitafaidika thawabu. Hata Mtume sallallahu anasema katika Lailatul Isra wal Mi'raj imeonyeshwa kwamba sadaqa ni bi'ashri amthaliha, lakini qard ni kwa 18 thawabu. Kwa nini? Kasema kwa sababu sadaqa unaweza ukampa mtu pengine hata hana haja nayo, lakini mkopo huwa ni mtu amekuja kutaka ndio umempa. Huyo ni kama umempa mtu mwenye haja zaidi kuliko sadaka.
ndio ikawa sadaka ni 1/10, lakini mkopo ni 1/18, lakini mkopo ninaokusudia mimi si mkopo wa kuregesha ziada, ni al-qardul hasan. Umeeleweka vizuri? Al-qardul hasan. طيب من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ Ndio wakatoa mustalah hapo, mustalah ya mkopo ikiwa hauna riba wanaita al-qardul hasan, kwa sababu ya kumfariji mwenzako kwa sababu ya shida alionayo. Baada ya hapo sasa 1970 na 75 zikaanza tawalat bushra alhawatif za kufunguliwa bunuki islamia. Sasa jamaa, sasa kuna mfumo mpya wa muamala wa Kiislamu wa benki. Haya, tuanzeni. Ukafunguliwa benki rasmi kwa sifa ya Kiislamu, Banki Tanmia iliyokusudia Jeddah, Banku Tanmia al-Islami. Baada ya hapo katika mwaka huo 1970 ikafunguliwa tena Banku Dubai al-Islami. Baada ya hapo tena kwa karibu ikafunguliwa banki ya sehemu nyingine Qatar na zinginezo. Sasa tawalat iftitah abwab al-bunuk al-islamiyya, kufunguliwa bunuk islamia. Mjadala bado haujaisha, kwa sababu hadhihi masala jadida fi sharia. Ikawa sasa kila mmoja anajitahidi kujaribu kuiboresha na kuiweka katika njia ya usheria zaidi. Tayeb, tusipotee hapo tulipofika, benki zikafunguliwa. Tayeb, tuje kidogo katika fiqh ya Kiislamu. Fiqh ya Kiislamu ina vitengo vinne vikubwa. Vitengo vinne vikubwa ama vitano. Kwanza ni al-ibadat, kisha al-muamalat, kisha al-ahwal al-shakhsiyya, kisha al-jinayat. Fiqh ya Kiislamu imeenda katika sehemu kubwa 4. Kuna fiqh inahusika na masala ya ibadat, ndio utasoma masala ya arkanu salat, masala ya hajj, siyam, zaka, saum Ramadhan. Hii ni qismu ya ibadat katika fiqh, na kila qismu, yani kila hizi nilizozitaja zina utangulizi wake. Kabla ya swala kuna tahara, kuna najasa, kuna udhu, kuna ghusl, kuna kadha, kuna istinja. Hayo ni utangulizi wa kukufikisha kwenye swala. Kisha kwenye saum vile vile, kwenye haji vile vile, kwenye zaka vile vile. Hii qismu yaitwa qismul muamalat, qismul ibadat. Kisha kuna qismul muamalat. Miamala maana yake au muamala maana yake ni yanayofanyika kati ya wawili ama wengi. Ibada unafanya, unamwabudu Mola peke yako. Hata ukiswali kwa jamaa huwa kila mmoja hujifanyia yake. Lakini muamala hauwezi kuwa muamala ni kwa sababu ya watu wawili ama pande mbili za shirikiana kutekeleza jambo. Vipi? Muuzaji na mnunuaji na kinachouzwa na namna yake. Kwa mfano, hakuna biashara ikiwa kuna muuzaji peke yake, hakuna mnunuaji. Hakuna biashara ikiwa kuna al-bai' wal-mushtari lakini hakuna vinavyouzwa. Hakuna biashara. Kwa hiyo ndio ikaitwa muamalat, kwa sababu ni vitu vinapatikana kati ya wawili ama watatu ama jiha huku na huku. Kisha wakaita ahwal shakhsiyya. Ahwal shakhsiyya ni mabadiliko yanampitia mtu katika maisha, kama masala ya kuoa, kutaliki, kuzaa, kulea, masala ya kurithi, kifo. Hii wakaita ahwal shakhsiyya, mambo yanayompata mtu binafsi kulingana na yaliyomtokea yeye. Kisha wakaita mengine aljinayat, makosa pamoja na hukumu zake. Mtu amezini, waliyadhu billah,
mtu ameua, mtu ameiba, mtu ameangusha, mtu ameanguka, mtu amevunja. Hii wakaweka kwenye mambo ya makesi. Kwa hiyo fiqh ya Kiislamu imejengwa juu ya misingi minne mikubwa namna hii: ibadat, muamalat, ahwal shakhsiyya na jinayat. Hii inatupa fikra wazi kwamba kumbe Uislamu sio msikitini peke yake. Uislamu ni mfumo kamili wa maisha, kwa sababu ukija katika ibada imekuwekea muamalat, ibadat. Ukija katika biashara kuna muamalat umewekewa katika fiqh. Ukija katika masala ya ndoa umewekewa family affairs, masala ya ahwal shakhsiyya au fiqh al-usra. Ukija katika mambo ya makesi na majinayat na criminals na nini, umewekewa nidhamu ya kuhukumu. Kwa hiyo wewe ikiwa unajua kuabudu, unajua kuuza na kununua na yanayofuata, unajua kuoa na kulea na mengineyo na kurithi, na unajua kuhukumu na kupewa haki yako na mwingine kupewa hukumu ya kisheria, katika maisha umebakisha nini? Hakuna. Ndio ikaitwa Uislamu ni mfumo kamili wa maisha. Hebu tujaribuni ndugu zetu wasiokuwa Waislamu watuelewe kwamba sisi hatulazimishi kitu ufuate, lakini sisi tunakwambia tuna mfumo kamili wa kimaisha. Karibu ukitaka mfumo huo, kama hutaki usitupige vita, tuache sisi wenyewe tuendelee na mfumo wetu. Very simple. Tayeb. Kwa nini niseme haya? Nikatoka kwenye masala ya banki ya Kiislamu, tunataka kuleta taasili nyingine. Sasa katika mifumo minne hii, yani katika vitengo vinne hivi vya fiqh, kuna kitu kingine kinajizalisha chenyewe, chazalika chenyewe, yani athawabit wal mutaghayyirat. Wale marafiki zangu wanafunzi wa sharia, tuwe pamoja kidogo. Athawabit wal mutaghayyirat, kuna mambo ya kimisingi hayakubali kubadilika katika sharia, na kuna al mutaghayyirat ambayo yanakubali kubadilika katika sharia, sio katika dini. Ingawa hata katika dini pia kunayo thawabit na mutaghayyirat, lakini mimi nazungumza kwenye angle ya sharia. Ndani ya sharia kuna vitu vinakubali kubadilika na kuna vitu havikubali kubadilika, viko hivyo hivyo vilivyopokewa. Mfano, masala ya ibadat haikubali kubadilika qat, kwa sababu hakuna ku upgrade ibada, haibadiliki. Ndio wakaita kwenye fiqh al-ibadatu tawqifiyya, ibada yafanywa vile ilivyopokewa. Sallu kama raaitumuni usalli, khudhu anni manasikakum. Bas. Masala ya ndoa ya misingi hayabadiliki. Kama ruksa ni wanne, ni wanne tu, hakuna mabadiliko. Katika mirath hayabadiliki, wa nusu watabaki kurithi nusu, wa robo watabaki kurithi robo, kwa sababu ni mfumo uliokamilika ndani ya Qur'an. Saumu haibadiliki, hija haibadiliki. Labda kinachobadilika ni wasaili ya kutekeleza. Kama hija, unaweza ukapanda kipando cha kufanya tawafu kwa wasiojiweza, ilikuwa hakuna pengine, ama ilikuwa ni farasi na ngamia, sasa ni magari na mengineyo. Lakini sio kwamba ibada ndio imebadilika, ni namna ya utekelezaji. Kuna wasaili zinazosaidia. Haji haibadiliki, saumu haibadiliki, zaka haibadiliki, kurithi hakubadiliki, swala haibadiliki. Lakini masala ya muamalat yanakubali kubadilika. Masala ya uongozi unakubali kubadilika, wenyewe wanaita siasa sharia. Yani wewe unaweza ukakubaliana na mfumo wa uongozi ulioko mahali fulani kama mfumo huo unatekeleza nidhamu ya uongozi wa Kiislamu. Tayeb. Muamalat kwa nini ibadilike? Kwa sababu almuamalat mabniyatun ala muraati masalih an-nas. Katika sharia wanasema
Masala muamala imejengwa juu ya kurahisisha maisha kwa watu. Masalih maana yake, yani utendakazi wa kimaisha unarahisishwa kwa watu. Kwa hiyo mlango wa muamala unakubali kubadilika. Vipi? Riba haibadiliki kuwa halal, itabaki kuwa ni haram. Tunachozungumzia kubadilika namna ya utekelezaji wa ule muamala. Kama kuuziana, kuna vitu havibadiliki. Cha kufaa kuuzwa ambacho kilikuwa haramu wakati wa Mtume kitabaki kuwa haramu, na kilichokuwa halali kitabaki kuwa halali, na shuruti za kuuziana zitabaki zile zile. Sasa nini kinachobadilika? Process, namna ya kuwezesha ile muamala ya kuuziana yaweza badilika, namna ya biashara inaweza badilika, lakini misingi ya sheria hapo ndani pia haibadiliki. Ya haramu inabaki kuwa haramu, ya halali inabaki kuwa halali. Sasa ilipokuwa kuna mfumo wa muamala katika Uislamu, na ni mfumo au ni kitengo kinachokubali mabadiliko ya ku-upgrade kwa sababu ya mabadiliko ya zama, na mlango wa ijtihad ndani yake ni maftuh, bora uwe unategemea nusus za kisheria za ijtihad kuziweka furu chini ya usul, ikawa mlango huu unakubali kuboreshwa. Wakarudi ulama wakasoma nyuma. Nikataja mfano wa kina Az-Zubair bin al-Awwam aliyekuwa na mfumo wa kibenki wa kuchukua pesa za watu na dhahabu za watu, kisha akiwapa makaratasi. Bwana wewe zako ni hizi, shika karatasi yako. Bwana zako ni hizi, shika karatasi. Mimi na kopi, wewe una kopi. Ukihitaji pesa zako njoo nikupe mwenyewe. Hapo ilikuwa sio muamala wa kibiashara, ni muamala wa kuhifadhiana pesa. Tayeb. Sasa benki ya Kiislamu kwanza ilipozaliwa, maana yake ni nini? Maana ya benki ya Kiislamu ni muassasa wa kibiashara ambayo inafanya biashara ya halali kwa namna mbili peke yake, kwa sababu ya kuinua uchumi wa watu na pesa zisikae bila kutumika. Kwa nini pesa zisikae bila kutumika? Mtume aliwahi kumwambia au kuambia masahaba, msiweke pesa zenu mahali zikaliwa na zaka. Kama mmoja wenu anaweza kuboresha pesa yake, azalishe pesa, isibakie kumalizwa na zaka. Maana yake lau utaweka pesa mahali wewe laki, hiyo laki huongezi kitu, ufanye biashara imewekwa. Una zingine za kutumia kando, lakini hizi umeziweka tu. Kama imezungukiwa na mwaka na kama imefika kiwango cha zaka, utatolea zaka kwa sababu ni savings zako. Sasa kila unapotoa zaka huwa inapungua ile. Na lengo katika Uislamu pesa sio kukaa zipungue, ni pesa zizalishwe kwa sababu maisha ya watu iweze kuendelea vizuri. Imaratul ard, kuboresha na watu kukua katika ulimwengu, kumiliki nguvu ya kiuchumi. Tayeb. Wakadurusu nidhamu hii, wakasema sasa tutafanya namna gani? Nizuie hapo tena kidogo. Lakini ustadh, lakini muhadhir, lakini ita utakapoita. Mfumo wa benki ya Kiislamu na mfumo wa benki za kawaida si zinafanana tu? Sasa mbona unataka kuisilimisha hii iwe ni Islamic na unaibakisha nyingine iwe baki kule kule? Tayeb. Kulitumika process katika kusilimishwa hii nidhamu. Simaanishi kusilimishwa ilikuwa ni kafiri, yani imepangwa kwa mipangilio ya Kiislamu ndio ikawa ni Islamic. Tayeb. Wacha niwape ama tuzungumze kuhusu benki isiyokuwa Kiislamu kidogo, kisha tufanye mukarana, tulinganishe na hii ya Kiislamu, ni wapi imefanana, ni wapi imetofautiana. Hapo tutafahamu kwamba kweli tutaweza kuita hii ni Islamic na hii nyingine si Islamic. Kawaida muassasat za kibiashara, nikikusudia za kibenki,
zinamilikiwa na watu binafsi. Benki ya serikali huwa ni moja tu, wenyewe wanaita Central Bank. Pengine wadogo wetu wasiotambua nidhamu ya benki, wacha tufahamishane kidogo. Mara nyingi utasikia Central Bank of Kenya. Jina la benki ni linaloandikwa juu ya pesa Kenya hii ama nchi nyingine yoyote ni jina la Central Bank peke yake, kwa sababu ndio inayotoa ruhusa ya pesa kutumika, ndio inayopasisha pesa. Ndio utakuta pesa ukisoma imeandikwa Central Bank of Kenya, au nchi nyingine yoyote itakuwa ni Central Bank of kadha. Kwa hiyo muasasa wa benki ya nchi ya serikali yaitwa Central Bank, Al-Bankul Markazi. Hii Al-Bankul Markazi kazi yake ni nini? Yani uhusiano wake na uhusiano na benki zingine. Wacha kazi yake ni kubwa, tuache huko kwa uchumi wa serikali. Tuzungumzie uhusiano wa Central Bank na hizi benki za kawaida za private ama za itakapokuwa. Uhusiano ni hivi: kwa kuwa benki inapokea pesa za watu, maelfu ya watu, na pesa hizo wakaziweka kwao, inamaanisha kwamba benki imebeba pesa za watu, yani haki za watu ziko benki. Hizi haki serikali ya nchi lazima idhamini kwamba watu pesa zao wamehifadhiwa na wanapozihitaji wanarejeshewa wenyewe. Ikabidi kuwekwe kitu kinachoitwa Central Bank kwa sababu ya kuchunga na kuchunguza benki zote za nchi mzima zinaenda sawa ama zinachukua pesa za watu kwa dhulma. Kwa hiyo benki ya Central Bank kazi yake ni kuwachungia raia pesa zao zilizowekwa kwenye benki zingine zote. Ina maana kwamba benki zote zinachukua amri ama ziko chini ya umbrella ya Central Bank, na Central Bank ni ya serikali. Wao ndio wanaotoa uamuzi wa kudhibiti soko au bei katika soko. Yani wao ndio wanaotoa amri, kitu hiki unafaa kuuza kwa bei hii mpaka bei hii. Yani hata mkate unapoenda kununua, ile bei imewekwa na serikali kupitia Central Bank kwa bajeti yao. Ina maana wewe hufai kuuza mkate kwa shilingi 100 kwa mfano, ni uuze kuanzia 50 kuendelea, lakini usifike 100 wala usizidi mathalan 80. Bora kule kwetu mashambani mkate ni 150. Kwa sababu kule kwetu ni mashambani. Watu wanauzia kwa sababu hakuna. Na watu wao wanaumizana namna hiyo. Lakini bei ya kisheria iliyowekwa inajulikana. Sasa benki ya Central imewekwa kwa sababu ya kuchunga mali ya watu iliyobebwa na benki zote za nchi. Na wao ndio wanamulika kila mara, wewe unaendelea vipi? Biashara yako inaendelea vipi? Ukionekana unayumba yumba, wao wanakufikia mapema. Mbona wewe unayumba yumba? Pesa za watu utazilipa vipi? Utazihifadhi vipi? Na mara nyingine ukitaka kuokolewa wewe unakimbilia Central Bank. Wao wako tayari kukuokoa kwa makubaliano yenu kibinafsi. Japo hawako hapo kukulinda wewe tu wakupepesa kiolela, lakini kunayo namna lau utajisalimisha kwao, ukasaidika namna fulani ya wao wenyewe, mtajua namna kumalizana. Lakini kazi kubwa ni kulinda mali ya watu kwa kuchunga benki zilioko nchini. Kwa hiyo hapa tayari uhusiano wa Central Bank na uhusiano wa benki tuseme ya Kiislamu, hakuna uhusiano wa kiriba. Kwa sababu ile benki ya Central kazi yake sio kukupa mkopo, ni kukuchunga usichezee mali ya watu basi, na kukudhibiti usiwavunje watu katika kuwapa faida ama kuwapokonya mali zao. Tayeb. Sasa benki isiyokuwa Kiislamu wanafanya vipi mpaka ikawa ni riba? Ifahamike kwamba hatuko hapa kukampenia benki ya Kiislamu, wala hatuko hapa kuporomosha benki isiyokuwa ya Kiislamu. Tuko hapa kueleza mfumo wa benki ya Kiislamu ni huu na mfumo wa benki usiokuwa wa Kiislamu ni huu,
na ni upi ambao ni wasawa kulingana na mafundisho ya dini yetu ya Kiislamu. Basi uamuzi baadaye ni wako. Ukihama utahama mwenyewe. Tayeb, uhusiano wa benki isiyokuwa ya Kiislamu na wale wateja wao. Benki, muamala wote wa benki kuna misingi mitatu mikubwa. Msingi mkubwa wenyewe ni upi? Ni benki na walioweka pesa zao na wanaopewa pesa. Umeelewana vizuri? Ni muasasa wa kibenki wenyewe na wanaoweka pesa zao kwa njia yote ile yani wanaikopesha benki. Kisha kuna wanaokuja kuchukua mkopo kwa benki. Mzunguko ni mitatu peke yake, mizunguko mitatu. Sizungumzi bona wataji wale directors wa benki, wamiliki wa benki. Wamiliki wa benki hawahusiki na yanayoendelea. Nitakueleza wao ni kina nani na dauri yao ni gani katika benki. Kwa upande huu, benki isiyokuwa ya Kiislamu ni taasisi iliyojengwa kwa sababu ya kufanya biashara, yani kujifaidisha, ama kufaidisha watu na kujifaidisha pia. Wanapokea pesa kwa watu, kwa matajiri na investors na wale wenye fanya biashara. Pesa hizo wakizipokea wanatoa nafasi ya mikopo. Kila member ambaye ama kila client akija, bwana mimi nataka kuendeleza biashara yako, nataka milioni 2. Haya, saini hapa, jaza hii, leta security yako ni gani, dhamana, kila kitu, nenda ukafanyia. Ukileta percentage yetu ni kadhaa, mwisho. Haya. Sasa benki isiyokuwa Kiislamu wao ni muasasa wa kukopesha kutoka kwa watu kisha kukopesha watu. Tunafahamiana vizuri? Wanakopesha kutoka kwa watu, yani wanachukua pesa kwa wale wanaoweka pesa. Kwa hiyo wao wamechukua ni mikopo. Kwa nini kwa ni mikopo? Kwa sababu walioweka pesa zao wanasubiri faida. Kwa hiyo wao wenye pesa wamekopesha benki, yani wameipatia pesa benki. Na benki imeahidi kwamba wale walioweka pesa zao watapewa faida. Kisha benki hizo pesa hawakai nazo, wanawapa wengine wanaokuja kutaka kufaidika na pesa hizo, na wao pia wakakuwekea faida. Kwa hiyo benki imechukua pesa ya watu kwa kuahidi kwamba watawaongezea faida kila mwaka ama kila mwezi kwa makubaliano. Kisha benki nayo pesa hiyo au pesa hizo wakaanza kufungua milango ya kukopesha watu, na hao wote waliokopeshwa nao wataambiwa wewe utaregesha faida hii, utaregesha hivi. Ina maana sasa nimekopeshwa na mtu pesa, nimemkopesha mwingine, mimi nadaiwa na mwenye pesa nipatie faida, na mimi namdai niliyempatia pesa client anipe faida. Kwa hiyo ni faida tu ndio inazunguka, deni kwa deni, mikopo ya deni, faida deni, zinazunguka hivyo. Mwenye nguvu ndio atakayefaidika zaidi. Umeelewana mpaka hivi? Sasa muamala huu ni haram ni halal? Kwa ufupi nitakwambia, kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Kila mkopo unaoleta faida ya kipesa, si faida ya thawabu, faida ya kipesa, ni riba. Na riba tushaambiwa, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin. Story imeisha. La'ana Allahu akila riba, imeisha, maneno yamemalizika. Kwa hivyo, kwa kuwa msingi wa benki isiyokuwa ya Kiislamu ni kupewa na watu pesa kwa njia ya kutarajia faida, na wao wakawapa clients wao kwa kutarajia faida, ni maana yake nikopeshe nitakupa faida na mimi nitakukopesha unipe faida. Hiyo ndio mzunguko ya sampuli tatu pekee yake. Tayeb, twende kwenye muamala wa Kiislamu. Benki ya Kiislamu imejengwa juu ya msingi moja,
ambao unasema an-naqdu la yuwallidu naqdan. Pesa haizalishi pesa. Pesa haizalishi pesa. Ustaz, kama pesa haizalishi pesa, nini itazalisha pesa? Nitakwambia hivi, kinachozalisha pesa ni kazi, sio pesa. Kwa maana nikikukopesha 100,000 ukiniregeshea 1,10,000 juu bila kazi, hii inaitwa ni kaida ya pesa kuzaa pesa, na ni haramu na ni riba, kwa sababu inaingia kwenye mkopo kwa faida. Kwa msingi huu wa kwamba an-naqdu la yuwallidu naqdan, pesa haizalishi pesa bali kazi ndio inazalisha pesa, benki ya Kiislamu ikatengeneza muamala ambao unasababisha mafungu matatu haya tuliyosema kwenye banki sio kwa Kiislamu, banki za riba ikawa ni riba, lakini mambo matatu haya kwa benki ya Kiislamu ikawa ni halal, sio riba. Ustaz, tunataka kubadilisha fisi kwa kumvalisha ngozi ya kondoo, hivyo? Sio hivyo. Hapana, sio hivyo. Na nitakwambia sio hivyo kwa dalili ya rahisi ya kueleweka. Sawa? Unapoenda kwa mzee yoyote mwenye mtoto wa kike aliyefika umri wa kuolewa, ukamwambia nipe huyu msichana wako, nitaenda kuishi naye kwa nyumba. Akakupa. Ukaenda naye nyumbani kwenu, ukajenga nyumba, ukakaa naye, ukatangamana naye kimwili, ukazaa naye, inaitwaje? Inaitwa haram, inaitwa zina. Atakayezaliwa ni mwana haram. Tayeb, umeenda tena kwa mzee mwingine mwenye mtoto wa kike, mimi nimekuja kumtaka mtoto wako niozeshe. Atakwambia sawa, mimi ndio wali, walete mashahidi wawili, wewe ndio mwenye kuoa, mwenye kuolewa naye huyu binti yangu, mpe mahari shilingi kadhaa, fulan bin fulan bin fulan, nimekuozesha binti yangu fulani 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 kwa mahari kadhaa kadhaa kadhaa. Na wewe ukasema qabiltu nikaha wa tazwijaha bihadha al-mahr al-madhkur, kwa mfano ukamchukua ukaenda naye ukatangamana naye ukazaa naye, inaitwaje hii? Ni ndoa ya halali, na ukaleta product ya halali na watoto wakazalika halali. Angalia, process ni ile ile tu, lakini shuruti zilizotumika kwa ndoa ni mambo mengine process. Lakini binti huku ni binti, kule ni binti, kule ni baba, huyu ni baba, huyu aliyemchukua ni mume na huyo ni mume, na huyu amezaa naye na huyo amezaa naye, lakini process iliyotumika kwa huku ikahalalisha kitendo hicho na kwingine ikaharamisha kitendo hicho. Sasa tuje katika misingi mitatu: wenye pesa, benki, na wenye kupewa pesa. Uhusiano wao katika benki ya Kiislamu ni vipi? Sawa. Benki, sizungumzii wenye benki waasisi, nazungumzia ile taasisi yenyewe. Hebu tutengeneze structure. Benki ni muasasa, kama haimilikiwi na mtu mmoja, yamilikiwa na watu kadhaa. Kila mmoja akaweka pesa yake, leta pesa yake. Kwa msingi upi? Kwa msingi wa musharaka. Maana ya shareholders kisheria ya Kiislamu ni shuraka. Shuraka au almusahimin, shareholders. Saham maana yake ni share, musahimin ni shareholders. Watu watano katika sisi wenye pesa tukachanganya pesa zetu, kila moja kiwango tulichokubaliana. Yaweza kuwa sawa sawa, yaweza kuwa zimezidiana, lakini kila moja akawa ni shareholder. Tuko na bilioni kadhaa, 10 mathalan, sisi ndio wenye pesa. Tukaenda tukawaajiri watu, tukajenga nyumba ama tukakodisha, tukaita banki kadhaa, Islamic bank kadhaa,
pesa zetu tukawakabidhi wale tuliowaajiri ndani ya benki. Kwa hiyo wale ni mawakili wetu kutufanyia sisi biashara. Mpo? Kwa sababu sisi wenye pesa tumekusanya, tukaenda tukakabidhi taasisi tulioiunda sisi. Hizi pesa tumeweka hapa kuzalisha kwa njia ya halali ya Kiislamu. Sasa benki wanaofanya kazi ndani sio wenye benki, ni muwadhafin, ni waajiriwa wanaofanya kazi kwenye pesa ya shuraka ambao ni shareholders. Uamuzi na amri na governance zinatoka kwa shareholders wenyewe. Wakaidhinisha benki kama wasit. Maana ya wasit ni yani mtumishi wa kati ya yani ni wakili kwa wenye pesa. Sasa watakuja watu kuleta pesa zao benki. Tukasema kwa benki sio kwa Kiislamu, wale walioleta pesa wameleta kama kukopesha benki kwa kutarajia waregeshewe nini? Faida. Tayeb. Kiislamu je, wenye pesa wameleta kuinvest. Vitu viwili tu katika benki ya Kiislamu inayofanyika ni at-tamwil wal istithmar. Ni financing na investment peke yake. Wewe leta pesa kwa njia ya kuinvest ama kufanywa financing. Kifinance ni vipi? Nina biashara, niinulie biashara yangu, mimi na wewe tutashirikiana katika faida. Hii ni tamwil. Mimi nikodishie gari, benki itanunua gari itakukodishia. Wewe unailipa benki, ile pesa inaingia kwa benki. Hii ni tamwil. Kwa sababu uwezo wako ulikuwa hauwezi kununua gari. Na istithmar maana yake inaingia kwenye njoo tufanye murabaha, njoo tufanye musharaka, njoo tufanye istisna, njoo tufanye ile muamala ya Kiislamu inayotajwa kwenye benki ya Kiislamu. Sasa benki ilipochukua pesa kwa wenye pesa, sio wale waasisi wa benki. Kwa wale ambao wamekuja kuweka pesa zao, wamechukua kwa msingi upi? Kwa msingi wa mudharaba. Maana ya mudharaba ni nini? Mimi nina pesa nyingi lakini sina wakati wa kufanyia biashara hii pesa zangu au hizi pesa zangu. Nimeenda kupeleka kwa bank, mimi na bank tunaandikishana kwamba mimi benki nimekupa hizi pesa, wewe fanyia istithmar, fanyia investment kwa mfumo wa Kiislamu unaoitwa al-mudharaba, kwa mfumo unaoitwa al-qirad katika fiqh istilah ya zamani. Al-qirad maana ya qirad ni mwenye mali ya kupepesa, wewe ufanyie biashara, tugawanyane faida. Mimi nitastahili faida kwa sababu pesa ni zangu, rasilimali. Wewe utastahili faida kwa sababu umetumia nguvu zako za kufanyia kazi. Kilichohalalisha ni gani hapa na kikaharamisha kule ni gani? Huku kwa Islamic Bank ile akdi iliyoandikishanwa, mkataba tulioandikishana wa kuamiliana, tumefuata shurut ya mudharaba inayoitwa qirad, ya kwamba wewe ni mwenye pesa umeipatia benki kama mudharaba. Kwa hiyo alaka yako wewe ulioweka pesa na benki ni alaka ya mudharaba, ni alaka ya wewe pesa zako kufanyiwa kazi na wewe ukapata faida na benki ikapata faida. Tayeb, aliyekuja kuchukua pesa sasa kutoka kwa benki naye atakuwa ni nani? Kule kwingine tumesema amekuja kupewa mkopo, si ndio? Akaambiwa wewe kanunue gari, hii pesa nimekupa 200,000, ukiregesha regesha 250,000. Tayeb, amekuja mteja kwa benki ya Kiislamu, anataka kununua gari afanyie biashara ama gari ya matumizi, lakini pesa zake hazitoshi. Anakuja kusemaje kwa benki ya Kiislamu? Haji kusema nipe mkopo, kwa sababu benki ya Kiislamu jamani haina mkopo. Nataka hili muelewe vizuri. Katika benki ya Kiislamu hakuna kinachoitwa al-qardu, kilichoko ni al-qirad. Na maana ya qirad ni mudharaba, na maana ya mudharaba ni investment au ni financing.
Tupo moja. Sasa amekuja mteja, mimi bwana nataka kununua gari ya milioni 1. Pesa zangu hazitoshi. Utafanyaje wewe benki, utanisaidia vipi na mkopo? Wasiojua muamala wa kisheria wanasema nataka mkopo kununua gari ya biashara. Benki haikwambii sawa atakupa mkopo. Itakuwekea mkataba uliowekwa pale ya mtu anayetaka kununua gari kupitia benki anatakiwa akubaliane na benki vipi. Kuna mkataba. Mkataba unasema benki itanunua gari unaotaka wewe kwa pesa zake. Kwa sababu pesa zake ni za nani? Ni zile walizoweka watu kwa sababu ya kutarajia kuzalisha. Sasa benki ina haki ya kuchukua pesa hizo kwa sababu wameidhinishwa na wenye pesa walioweka kwa kutarajia faida, riba. Wakaenda kununua gari kwa pesa ile ambayo iko kwao, kwa shilingi yoyote unataka wao, lakini gari unaotaka wewe, model unaotaka wewe, wakaja wakakwambia okay, hii gari tukikuletea sisi tuko tayari kukuuzia kwa bei kadhaa. Kama ni cash ni laki, kama ni installment laki na 20,000 mathalan. Tukamwambia sasa, kwani wewe ulipokuwa una cash una haja gani kwenda benki? Si ungeenda kununua kushoro ulikuwa na cash? Maana ya kutaka kusaidiwa na benki ni kwamba wewe pesa zako zilikuwa hazitoshi. Sasa unataka kununua kwa deni. Yani hapa sisemi unakopeshwa. Wewe unauziwa bei kwa thamani ya ajil, sio kwa thamani ya ajil. Hivi vitu viko kwa fikra ya Kiislamu. Ukinunua cash yaitwa ajil, thaman ajil, unalipa hapo unachukua. Ukilipa nusu wanaita al-bay'u bit-taqsid, installment, ambayo thamani inazidi kwa sababu ya thamani ya baadaye, sio thamani ya leo. Sasa ukaridhika ukasema benki sawa niuzie. Banki yaenda kununua gari kwa jina lao, wakaimiliki ni yao. Wakaja wakakuuzia kwa bei ambayo umekubaliana. Hii inaitwa murabaha. Maana murabaha nini? Nimenunua kitu kwa thamani ya shilingi 100, nimekuja kukuuzia kwa 200. Kwani unapoletewa mkate kutoka kwenye bakery, ile bei unaopewa nayo ndio unauza nayo? Umejiongezea faida yako. Sasa na benki iliponunua gari imenunua kwa pesa zake, wakaimiliki, kisha wanakuuzia wewe kwa bei mnayokubaliana ili benki ipate faida, na aliyetoa pesa zake kuipatia benki naye apate percentage ya nini? Ya faida, kwa sababu ameweka pesa zake zizalishwe kwa njia halali. Nadhani mpaka hapo tuko pamoja. Dakika 2-3 zilizobaki. Ili banki iwe ya Kiislamu, uiamini kuwa ni ya Kiislamu ni vipi? Kwanza kuna banki ya Kiislamu na kuna Islamic window. Kuna full pledged ambayo inaitwa benki ambayo miamala yake yote ni ya Kiislamu, haina window isiyokuwa ya Kiislamu. Kisha kuna benki ambazo si za Kiislamu lakini imeamua kufungua window wa Kiislamu kwa sababu ya kuwasaa wateja wao kwa njia ya Kiislamu. Ndani ya Kenya hivi sasa benki ambayo iko full pledged, yani iko kamili kwamba ni Islamic, ni 3 peke yake. Na nikisema hivi simaanishi kufanya kampeni. Nazungumza kwa sababu sio siri. Bank Dubai Al-Islami, wanaita Dubai Islamic Bank. Bank ya Gulf Bank, Gulf African Bank, bank ya Kiislamu, full pledged. Premier Bank ambayo kabla ilikuwa ni First Community Bank. Hizi ni sharia compliant bank, yani full pledged. Hakuna window ambayo si ya Kiislamu, all Islamic. Kisha kuna kina KCB, National Bank, Absa na zinginezo wamefungua windows shababik kwa sababu ya kuwasabu Waislamu halal product. Tayeb, sharti ya banki ya Kiislamu ili isiwe haram ni vipi?
Kwanza, banki ya Kiislamu imeasisiwa kwa sababu ya kuchunga mali ya Waislamu isiingie ndani yake haramu. Ina maana biashara yoyote itakayofanywa na benki ya Kiislamu ni biashara ya halali isiyokuwa na haramu. Hakuna biashara ya pombe, hakuna biashara ya nguruwe, hakuna biashara ya udanguro, hakuna biashara ya mukhaddarat, hakuna biashara ya kuuza miraa wala vitu vingine. La kwanza. Kwa hiyo usuli ya pesa, ile assets zao zote ni halali. Wana invest kwenye majumba, wana invest kwenye farming na development zingine, wana invest kwenye magari, wana invest kwenye ndege, wana invest, yani biashara za halali. Tayeb. Ya pili, benki ya Kiislamu imeasisiwa kwa lengo la kuhifadhi akida ya Muislamu katika muamala wake, afanye muamala wa halali, asili haramu, asili riba. Ndio maana yale yanayozungumzwa kina murabaha, musharaka na diminution musharaka na zinginezo zote, inamaanisha kwamba istilahi za qadim zimebadilishwa tu istilah kwa kuendana na mfumo wa kisasa, lakini miamala au muamala ni ule ule wa musharaka wa zamani, mudharaba wa zamani, ikawa ni qirat. Benki ya Kiislamu haitoi mkopo, na ikitoa basi huwa ni kwa baadhi ya watu, tena qardun hasan. Mtu amekuja amechomekewa na labda makao yake hana mahali pa kukaa, uamuzi huo unaweza kuchukuliwa na wenye benki, wale directors, wakasema huyu kwa hali hii tumsaidie, tumpe kitu cha kujengea kwa nyumba yake, akimaliza baadaye ataturegeshia kile alichopewa. Ingawa benki haifanyi kwa sasa, lakini kwa hali ambazo ni za kidharura wanaweza msaidia mtu kwa namna hiyo, lakini sio mkopo wa faida. Tayeb, benki ya Kiislamu haifanyi implementation yoyote ya product yoyote mpaka kwanza ndani yake kuna kitu kinachoitwa sheria supervisory board. Yani benki ya Kiislamu, mbali na directors ambao ni wamiliki, mbali na waajiriwa ambao ni watekelezaji wa kazi, mbali na wateja wanaoweka pesa zao, kuna bodi ambayo ni independent, ambayo haipelekeshwi na benki, inaitwa Sharia Supervisory Board. Wachungaji wa sheria ndani ya benki. Hawa watu hawaajiriwi na bank kama staff ya bank. Hawa watu wao ni katiba ya benki ndio inasema kwamba lazima kuweko na sheria board ambayo hakuna kinachofanyika kipya ndani ya benki mpaka kwanza wao waijadili. Kumaanisha hata zile agreement za murabaha na mudharaba na musharaka, mpaka hata zile ATM kutengenezwa, mpaka zile checkbook kutengenezwa, mpaka advertisement, mpaka waajiriwa na kila kitu, lazima kwanza sheria board ikae itengeneze format kwa kuchunga muamala wa Kiislamu na shuruti zake. Zile mnazoenda kusaini kwenye benki ya Kiislamu, shehe, hazikutengenezwa na wafanyikazi wa benki, wametengenezwa na wao kwa kuandika, lakini ni amri na maelekezo iliyotoka kwa sheria board. Sasa ukitaka kuamini hii benki na iamini ni ya kisheria, nenda kwenye website zao kwa mfano, ama uliza hii benki yenu wana sheria mnaowategemea kuwapa maelekezo na kuchunga mali ya watu isitiwe haramu ni kina nani? Ndio utapata kumbe tulioelezwa kwenye muhadhara ni ukweli, tumekuja kuukuta pale kwenye benki yenyewe. Nikimaliza, banki ya sheria ya Kiislamu inaenda kwenye msingi tena ya kaida mbili, moja ni ya kihadithi, moja ya kifiqh. Kuna kaida inasema al-kharaju bidhaman, ni hadithi asli yake, lakini ikafanywa pia ni kaida fiqhiyya. Kisha kuna kaida ya pili inasema al-ghunmu bil-ghurmi au al-ghurmu bil-ghunmi. Vitu viwili hivi, ndugu zangu mnaofanya kazi kwenye benki, hamkuwekwa kwenye benki za Kiislamu hata kama wewe si Muislamu,
kwamba ufanye kitu kwa kichwa chako au kwa uamuzi wako. La, umewekwa wewe ufuate nidhamu iliyowekwa na board ya sheria inayopeleka ban kwa mwongozo wa kisheria. Kitu ikiwa hujakielewa usipeleke tu kiholela, rudi kwa wanaofahamu ndani ya benki. Mbali na wale sheria board, kuna mameneja wamewekwa wanaoitwa sheria manager, anayehusika na mambo ya sheria ndani ya benki. Huyu ndio anayewasilisha kati ya wafanyikazi wa benki na wamiliki wa benki pamoja na sheria board. Yeye ndio anacheza kati yao, anayepeleka makaratasi kusahihishwa na kuwekwa sawa, anayeregesha kwenye sehemu ya benki ikatekelezwa ufanyaji kazi. Al-ghurm bil-ghurm au ad-dhaman, al-kharaj bil-dhaman, maana yake ni nini? Tayeb, bwana mmoja katika wakati wa masahaba alimnunua mtumwa. Alipomnunua mtumwa, akaenda na ule mtumwa. Baada ya kukaa mwezi au miezi miwili au zaidi, akamregesha ule mtumwa. Akamwambia, bwana, huyu mtumwa mimi nimemkuta na aibu, simtaki. Aibu inawezekana ni mvivu, hataki kufanya kazi na alikuwa amenunuliwa kwa sababu ya kazi, au ni mgonjwa na alikuwa hajajulikana kama ni mgonjwa. Sasa amempata na aibu, akamregesha. Aliporegeshewa yule bwana mtumwa wake, akamwambia, ya Rasulullah, lakini istaghalla bi'abdi, huyu amemtumia huyu mtumwa wangu mwezi mzima. Yani ina maana kwamba amefaidika na huyu mtumwa. Huo muda aliofaidika na huyu mtumwa, mimi nitalipwa vipi? Mtume akamwambia, al-kharaju bid-dhaman. Vipi maana yake? Huyu bwana ulipomuuzia, alipomchukua yule mtumwa, lau yule mtumwa akapotea kwenye mkono wake, nani atamdhamini? Ni yeye aliyemnunua, sio? Sababu ndio aliyepoteza mtumwa wake, aliyemnunua. Sasa kama vile sheria imemlazimisha yeye kudhamini lau huyu angepotea, basi kwa mukabal au kwa mukabil wa ile kudhamini kwake, faida itakayozalikana na huyu mtumwa naye yeye ana haki ya kutumia, kwa sababu yeye amelazimishwa na sheria kumdhamini iwapo atapotea huyu mtumwa. Mfano wake, ukiajirishiwa gari, kwa mfano amekuja mtu, umechukua gari kwa mtu, unataka kutumia 24 hours kwa bei inayofahamika kwetu. Je, ukienda kugonga, nani anagharamika? Ni mwenye gari ama ni wewe? Ni wewe uliyechukua gari. Kwa nini ugharamike? Kwa sababu kama vile ulivyokuwa umefaidika na ile gari ukamiliki faida, wewe sheria imekulazimisha kudhamini kitu cha mtu. Ndio maana ya al-kharaju bidhaman. Ndio pale katika benki ya Kiislamu, ikiwa umepewa pesa wewe ukazipoteza, utalipa wewe. Kwa sababu kama vile ulikuwa unanufaika na ile pesa ukikawa halali, basi na pesa ikipotea pia hasara inakuwa kwako, kwa sababu faida ilikuwa inakuja kwako. Mimi ikiwa nimechangia katika pesa kupotea, tutashirikiana. Mimi nitakuwa nimekosa ile faida ninayotarajia kutoka kwako, na wewe utakuwa umekosa ile faida ukalipa kitu cha watu. Ndio maana ya al-ghurmu bil-ghurmi wad-dhaman wal-kharaju bid-dhaman. Kwa talimani wa Islam, yote haya hayapatikani katika benki isiyokuwa Kiislamu. Namna inavyotayarishwa makubaliano ya investment tumeeleza ni makubaliano ya riba, kwa sababu haijafuata mambo ya mudharaba wala musharaka wala murabaha wala zile ambazo zinakubaliwa na sheria. Na kwa Uislamu, benki ya Kiislamu, hakuna muamala unaofaa kutumika ila ikiwa ni muamala wa Kiislamu. Sasa ikiwa kosa limetokea kwa benki, huwa ni kosa au ni uzembe wa watekelezaji wa ile sheria, sio kwamba haina sheria. Sheria inasema hivi. Sasa wenye banki wakienda kukhalifu ile sheria, si kwamba benki sasa imekuwa zote zimekuwa hazifai. La, ni wale waliokhalifu sheria ile benki ya Kiislamu ndio wameharibu muamala wa Kiislamu, kama vile wewe na mimi tunapoharibu katika shuruti za biashara, tukiuza kitu cha haramu, makosa ni yangu na yako tuliouza. Kwa hiyo nidhamu ya Kiislamu ya benki kwa ufupi sana ni namna hii. Kwa hiyo tusiwe ni wepesi wa kusema bwana
banki ya Kiislamu gani? Ile yanipa gari kwa faida, hii yanipa gari kwa faida. Ile yaninunulia nyumba kwa faida, hii yaninunulia nyumba kwa faida. Hapana, sio hivyo. Wewe hujasoma makubaliano uliokubaliana mpaka ukanunuliwa nyumba. Wewe ni ule mtu wa kusainiwa na watu. Wewe labda ni mtu wa kugusa ile wino tu wa kuweka, hujui kusoma, hujafahamishwa, ama wenye benki hawajakueleza ile sheria. Wewe umechukulia huku napata mkopo, bali huku ni rahisi zaidi, kule ndio ghali zaidi ama ni shida zaidi. Huko kwenye rahisi zaidi ndio ni haramu shekhi. Kwa sababu unaenda kupewa vitu kiholela. Na Qur'ani inatuambia na benki zinafeli kwa sababu ya kusema wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqik wala tabsutha kull al-bast fataqud maluman mahsura. Benki zilizotoa mikopo kiholela zote zilianguka, lakini benki ziliofanya istithmar na kuinvest na financing ya Kiislamu mara nyingi zimeonekana zinafaulu lao zitatekelezwa kwa nidhamu iliyopangiwa nayo ya Kiislamu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuwafikie kila la kheri. Fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Unapoenda kwenye Islamic banking, jaribu kukaa na wahusika. Kama wahusika hawakuwa na ujuzi wa kutosha kukufahamisha, wanao watu wao wamewaweka wanaoitwa walinzi wa sheria ndani ya bank, wakufikishe kwao waweze kukueleza nidhamu za kibenki. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.